Father, we have come to touch your glory. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu tena. Nitakueleza kuhusu habari ya vita katika neno. Kuna vita unaposoma maandiko na kuna kifuniko cha kerubi ambacho kinakufunika usije kupata chakula katika maandiko. Sasa adui anachofanya huwa anakufunika usipate chakula ama usipate kuona matokeo ya kile ambacho kipo ndani ya neno. Sio watu wote wasoma Biblia huwa unapata chakula. Ilipaswa ukisoma upate chakula. Luka 24:45 inasema akafunua akili zao wakaelewa na maandiko. Akaomba kama mjini mpaka mpate uwezo utokao juu. Maana nini? Kuna uwezo baada ya kupata neno na kulielewa. Lakini pia kuna vita nyingine itakayoendelea baada ya kupata neno. Kuna vita vya mifumo, jamii yako, familia yako, marafiki zako. Utaanza kuona utofauti utotokea kwa sababu ukisema neno la Mungu unaanza kuona watu wanakukataa kwa sababu tayari wewe sio ulimwengu huu. Yohana 17:14 inasema hivi ya kwamba nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia kwa kuwa si ulimwengu huu. Siombi watoe bali uwalinde na yule mwovu. Kwa kuna vita saa kusoma neno la Mungu na kuna vitu ambavyo huwezi kuvipata mpaka usome neno la Mungu ili upate kuwa mwili kwako. Yohana 1:14 anasema neno akavaa mwili akakaa kwetu tukaona utukufu wa mwana pekee amejaa neema na kweli.